Hii ngoma analia ni kama inauhalisia. Vijana mnapitia magumu sana kwenye mahusiano. Ipo kawaida. Yaani hiyo ni kawaida. Lakini na wewe imekukuta. Hapana, haikunikuta kitu kama hicho. Bwana. Amini. Ulipoimba kwa hisia? Nalia mimi. Hizi hisia zilikuja baada mimi wanasoma kwanza Gap la Nyakati. Okay. Wakati nachia wimbo ni kipindi ambacho niliona ukiingia mitandaoni watu wengi sana walalamika na mahusiano kuachika ni. Umeona? Nikapiga hesabu hapa nitafanyaje? Nikaingia studioni kufanya kitu kama hiki. Yaani unakuwa unayalaumu mapenzi. Kwa nini umependa? Kwa sababu kila ukipenda unateswa. Ukipenda hapa unaumizwa. Watu kama hao nikaona ili wapate kitu cha kujifariji ni kupata wimbo mmoja ambao unaitwa Nalia. Yaani kila ukiingia kwenye mahusiano unaumia mpaka unalia. Yeah. Ilishakukuta hiyo? Ulilia siku moja? Kitambo sana. Ila uliwahi lia? Sikulia. Yaani inawezekana ukulia kwa kutoa mchozi. Ila ulipata uliumia ni mpaka maumivu yalienda kwa muda gani? Bro, hata mwenye ila imagine kama na mpenzi mnapendana kweli. Mwisho wa siku akakutenda akakuacha lazima uumie. Ukiwa mbele za watu utaonesha furaha ya kinafiki sana ila moyoni unaumia. Hauwezi kaongea kile kitu ambacho kipo moyoni kusema naumia kinoma ila kila mtu ana asili yake. Kwa hiyo utamwambia unamwambia kitu box ambaye anasema hajawahi umizwa. Kitu siwezi kusema hajawahi umizwa. Anasema yeye hajawahi umizwa. Hapana. Huyo sio mwanaume aliyekamilika lazima umizwe. Okay, ngoja tuishie hapo. Kwenye kukamilika na nini naomba tuishie hapo. Okay, so kama hujawahi lia bwana Beni, hujakamilika. Beni ashawahi lia. Unalia kabisa ni nalia. Umewahi niambia au unataka nitoe siri hapa? Okay, ngoja aishie hapa. Sije tukaongea vitu vingi zaidi. Okay, karibu sana Ngole Music. Na kwa Njombe unawakilisha mtaa gani? National Housing stage ya zamani pale. Noma. So kile kitaa nini wanajua wewe ni artist na wanakusupport? Kwa wanaonijua. Unajua ule ni mtaa wa biashara sana, watu wapo busy na biashara. Lakini baadhi yao wanatambua kwa mimi ni msanii na wakilisha mtaa. Noma. Na home kabisa sababu najua kila mtu ambaye yuko mjini ana kijiji alichotokea. Wewe umetokea wapi? Mimi natokea Mdandu Ito. Okay. Ni kijiji ni cha Mdandu ila sisi tuko kitongoji cha Ito. Noma. Unakuwa unaelekea Igwachanya. Okay, kutoka pale mpaka Njombe town hapa nauli bei gani? 5000. Kwa kuna wana watatoka kule kuja kusupport sisi. Wapo. Wengine washatua hapo mjini. Haiwezekani. Amini. Naanza kupangwa sasa. Amini kabisa. Kwa wanakaa wapi siku zote hizi? Au wana? Wapo wengi wao wanapiga misha hapa mjini lakini warudi nyumbani. Waliposikia kwa Ngole na event wameanza kujisogeza mjini tena wanarejea kwa ajili ya hiyo event ya. Noma sana. Huwa nikitokea kwenye show zako mara nyingi huwa unakuwa na tagi kubwa sana. Na washikaji ambao kama miwani mmevaa sare, kama ni maproba mmevaa sare. Wale ni washikaji gani? Usichoamini masi. Mimi sina wana kabisa. Wale ni mashabiki tu ambao wanatokea wanapenda ulivyo kwa sababu sometimes wanavaa kama ulivyovaa. Ambaye anaenda na mimi ni msanii mmoja tu anatembea na mimi anaitwa Vanti. Huyo ndio msanii pekee yake watu tunaenda. Ila wale wengine wote ni mashabiki. Wanaonaga ulivyotupia wanaona okay na sisi tunaondoka kama Ngole. Wapo. Ila noma. Okay, tuko na Ngole Music hapa na ni kati ya washikaji ambao tarehe 19 mwezi huu wa 4 usiku wa King Pasa pale Night Club atakiwasha. Anaitwa Ngole Music. Ngole. Naweza nikasema kwamba huu mwezi wa 4 toka umeanza kuona utofauti wa muziki wako, sio? Ndio. Tofauti gani umeiona? Tofauti ni mkubwa sana. Nimepiga hatua nyingi sana, tena zaidi. Hii imekuja hivi kutokana na usia zilizoongeza. Serious pia na kuongeza vitu kadhaa ambavyo niliona mwanzoni hapa nimefeli. Nikaingia darasani kivyangu, nikajifua vizuri, nimerudi kivingine. Ndio maana kabisa umesurprise. Kwa uliingia kabisa school? Yaani nakusema darasani ni ile nakaa tu chemba. Nafikiria nifanyaje kwenye game la muziki ili nipende hizi njia. Okay. Kitu gani ambacho ulijifunza zaidi ambacho umeona kabisa kimekupa matokeo moja kwa moja? Ubunifu kwenye kuandika pia na kuchange miondoko ya nyimbo. Okay. Kwa sababu ukiangalia muziki wa Njombe wasanii walio wengi wanapita na muondoko mmoja tu. Ukiona msanii anaimba R&B, ametoa wimbo sasa R&B, next atatoa R&B, lakini mimi nimefanya kitu tofauti sana. Nimeelewa. Nilitoa Valentine ni kama zuku fulani, lakini sasa nimekuja na wimbo ambao ni aina ya piano. Unaangalia kabisa nimechange hatua moja baada ya nyingine.